Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mimi kwa jina naitwa Godfrey Miti, ni diwani wa kata ya Buseresere, kata ambayo kiutawala inavyo vijiji 7. Lakini pia na kwenye chama ni mjumbe wa mkutano mkuu jumuiya ya wazazi taifa. Ili uweze kupata udiwani lazima uwe na kazi maalum inayokuingizia kipato. Mimi ni mchimbaji mdogo na pia ni kiongozi wa wachimbaji kwenye wilaya ya Chato na kwenye mkoa na kwenye shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania. Mimi ni makamu mwenyekiti wa habari, siasa na mahusiano ya jamii kwenye shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania. Lakini kwa leo, kwa sababu mko kwenye kata yangu, mimi ni diwani ninayetokana na Chama cha Mapinduzi, chama ambacho nimeingia madarakani nikitoa kutoka kwenye diwani aliyekuwepo alikuwa ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo takriban miaka 15. Lakini kiongozi mzuri tunampima kwa kazi na matendo yake. Sisi kama Chama cha Mapinduzi au kama viongozi tuliopewa dhamana ya kusimamia maendeleo kwenye kata ya Buseresere kwa kipindi hiki kifupi, yako mambo mengi na makubwa ambayo yameweza kufanyika kupitia sisi viongozi tuliopewa dhamana, lakini chini ya usimamizi mkubwa wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kwa kweli Watanzania wanaoishi Buseresere hawajajuta kukichagua chama hiki, kwa sababu yako mambo mengi ambayo naweza nikayaeleza kwa ufupi yaliyofanyika walau kwa muda mchache. Kwa mfano kwenye upande wa elimu, mimi nimekuta katika kata hii ya Buseresere ziko shule 7, lakini leo ninavyoongea shule za msingi kwenye kata yetu ya Buseresere zipo shule 12. Haya ni mapinduzi makubwa kabisa yaliyofanyika katika kipindi hiki kifupi ambacho tukiwa tunashirikiana kwa karibu sana na kiongozi wetu mkuu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Dr. Karemani na mimi kama diwani wa kata hii ya Buseresere. Yako mambo mengi na makubwa ambayo yameweza kufanyika. Na ikumbuke kwamba wakati tunaingia madarakani, serikali yetu kutupitia chama chetu na ilani yetu ilisema elimu itakuwa ni bure. Kwa hiyo kutokana na sera yetu ya elimu kuwa bure, wanafunzi walio wengi walikuwa ambao hawezi kupata elimu, kwa kweli tukaona kuna mafuriko makubwa sana ya wanafunzi katika shule za msingi. Na mimi kama diwani wa kata ya Buseresere nilielekeza kwamba tunahitaji mwanafunzi aende shuleni kwa namna yote atakavyokuwa. Awe hana nguo, awe hana sare, aende shuleni, tutajipanga akiwa shuleni. Kwa hiyo wazazi walinielewa, tukawa na wito mkubwa sana kwenye mashule ambako kulitokea mafuriko makubwa sana ya wanafunzi kuanza darasa la kwanza. Tukiangalia kwa kweli darasa la kwanza tulikuwa tunapokea wanafunzi mpaka 600, 700. Kwa hiyo ilitulazimu kukaa na wananchi pamoja na wazazi kuona namna bora tunavyoweza tukaanzisha shule zingine. Kwa hiyo hivi ninavyoongea tumeanzisha shule zingine za msingi 5. Kijiji cha Ibondo ziko shule 2, wakati tunaingia madarakani hazikuwepo. Kijiji cha Mlanda tumeweka shule 1. Kijiji cha Mapinduzi tumeongeza takriban shule 2. Na nitumie nafasi hii kuwapongeza wananchi wa kata ya Buseresere kwa namna pekee wanavyotupa ushirikiano. Tunapoongelea swala la shule, wanakuwa kipaumbele kuandaa maeneo, tunashirikiana kwa pamoja, tunapata maeneo. Kwa kweli serikali inatukuta tunaendelea. Lakini nitakuwa mwingi na mchoyo wa fadhila nisiposhukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Dr. Samia. Ziko shule zingine ninapewa 100% ya fedha zote. Iko shule ya moja ambayo imejengwa katika eneo la Mapinduzi, shule ya Umoja, nilipewa zaidi ya milioni 86 ambazo zilijenga shule nyingine. Lakini hakuishia hapo, tumepewa zaidi ya milioni 540. Tumejenga shule ya Gadimiti pale na inapokea wanafunzi. Na mpaka sasa wanafunzi wanaendelea kupata elimu pale. Ni shule ambazo tumepata fedha kwa 100%. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuishukuru serikali. Lakini kwenye upande wa sekondari, naingia madarakani nimekuta kuna sekondari 1. Kwa hiyo ilikuwa ni sekondari 1 ya Buseresere. Na ukizingatia sisi tunapo vijiji ambavyo ni zaidi ya kilomita 15 mpaka 20 kutoka makao makuu ya kata mpaka kwenda kwenye hivyo vijiji. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa kutoka katika maeneo hayo na kuja kupata elimu katika eneo hili la Buseresere. Lakini mimi nilipoingia madarakani nilisema ni lazima tujenge shule zingine katika vijiji vya pembeni
ambapo nilikuwa naona mabinti waliokuwa wengi wakifaulu wanashindwa kumaliza shule kwa sababu ya umbali uliokuwepo na changamoto zilizokuwepo, wanatembea umbali mrefu. Kwa kweli niliuiwa kwamba ni lazima tutengeneze shule katika maeneo ya vijiji vya pembeni. Mshukuru wananchi, tulijenga shule ya sekondari ya Mlanda ambayo inaitwa Mlanda Chato. Inahudumia vijiji cha Imwelo kwa sababu ilikuwa mwanafunzi anatoka Imwelo anapita Mlanda, anakuja Buselesele. Kwa hiyo kulikuwa kuna umbali mrefu. Kwa hiyo wananchi wa kijiji cha Mlanda pamoja na Imwelo niliwatengenezea sekondari kule. Na ninashukuru sekondari ile mpaka sasa inapokea wanafunzi na imeshamaliza wanafunzi wameshamaliza kidato cha 4. Lakini haikuishia hapo. Kuna wanafunzi wengine walikuwa wanatoka Mwabagalu, wanapita Buyoga, wanakuja sekondari hii hapa. Kwa hiyo ikabidi tuwatengenezee sekondari nyingine kule. Watu wa Mwabagalu wakija wanaishia Buyoga kwa sababu kule nako kunayo sekondari. Lakini kwa sababu hapa mjini vidonge vya majira sisi tulishazuia huko. Tuna watoto wengi sana. Kwa hiyo tunashukuru Mheshimiwa Rais akatupa fedha zingine za boost ambazo zilikuja kutusaidia. Tulianza na Uviko ambao tulijenga madarasa, akatupunguzia adha ya wanafunzi, lakini pia tukapata miradi mingine ya boost ambayo tuliamua kuigawa miradi mingine na kwenda kuongeza nguvu kule ambako sekondari tumezianzisha. Lakini kijiji cha Ibondo nacho kilikuwa kina wanafunzi wengi sana. Nishukuru serikali ya awamu ya 6 imenipa zaidi ya milioni 470 ambazo tumejenga sekondari nyingine mpya ambayo mpaka sasa imeshapokea wanafunzi na wako madarasani wanaendelea kusoma. Tumejenga kwa 100% kutoka fedha za serikali kuu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ya pekee sana ambavyo ameendelea kutujali, hususan sisi wananchi wa wilaya ya Chato kupitia kata ya Buselesele. Kwa kweli tumepata miradi mingi sana. Na hizi shule zote ambazo ni sekondari 5 nilisema kwamba wakiendelea kukiamini chama chetu tutawajengea kidato cha 5 na cha 6. 2021 tulianza mchakato wa kujenga kidato cha 5 na cha 6. Ninaipongeza serikali ilitupa fedha, tukajenga bweni zaidi ya milioni 370, tumejenga madarasa, tumejenga mabweni zaidi ya milioni 150, lakini hivi ninavyoongea 2022-2023 tumepata kidato cha 5 na cha 6 ambacho mpaka sasa wanafunzi wanaendelea kumaliza na wanafanya vizuri kwa sababu mpaka mnafika hapa tumemaliza kuaga wanafunzi wetu wa kidato cha 6 ambao tuliwafanyia graduation yao. Lakini mimi kwenye kata yangu ya Buselesele sio majengo tu, tulijizatiti pamoja na walimu niliokuwa nao kwamba ni lazima pia tutoe elimu bora, sio bora ya elimu. Pamoja na changamoto ya walimu katika maeneo yetu kwa sababu serikali inaendelea kutusaidia kuajiri walimu, lakini wakati bado tunaisubiri serikali, mimi kama diwani wa kata ya Buselesele kupitia wazazi, kwa sababu nilikuwa na wazi kabidi nilipeleke kwa wazazi ili tuweze kutembea katika reli moja. Tukaona ni vizuri tuweze kutafuta walimu ambao tunaweza tukawalipa sisi kama wazazi ili waendelee kutoa huduma kwa wanafunzi wetu. Ninashukuru kwa 100% hilo tumelifanikisha na tunawapima kwa matokeo. Mimi kata yangu ya Buselesele ni miongoni mwa kata zinazofanya vizuri sana kwenye wilaya ya Chato, zinazofanya vizuri sana kwenye mkoa wa Geita na tunashika nafasi za 3 bora. Hata hao vijana ambao tumewatengenezea sasa hivi kidato cha 5 na cha 6 ndani ya shule 27 wamekuwa ni wa kwanza. Na sisi kata yetu bado inaendelea kufanya vizuri. Tunazo shule zingine hapa mpaka zinashika nafasi za kitaifa. Kwa hiyo ninasema kwa namna moja au nyingine kwenye chama chetu kwenye upande wa elimu tumefanya vizuri kuanzia majengo mpaka kuhakikisha kwamba tunatoa elimu bora, na kweli tunatoa elimu bora. Nitumie nafasi hii kuwapongeza walimu ambao wamekubali kujitolea kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu kwenye kata yetu. Kwenye upande wa afya, sisi chama chetu kinayo ilani kilielekeza kwamba kila kijiji kiwe na zahanati na kila kata iwe na kituo cha afya. Nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu na wananchi wa vijiji vyangu vyote. Kila kijiji kiko kwenye hatua mbalimbali za ujenzi wa zahanati. Viko vijiji ambavyo wameshapaua na zahanati ziko kwenye hatua za mwisho. Viko vijiji ambavyo viko kwenye hatua ya uwezekaji, na nitumie nafasi hii kuvipongeza na kuwapongeza wananchi kwa sababu ni nguvu za wananchi pamoja na diwani wao na wadau waliowazunguka. Kwa hiyo kwenye upande wa zahanati tuko kwenye hatua mbalimbali, na kwenye upande wa kituo cha afya nitumie nafasi hii kuishukuru serikali. Imetupa awamu ya kwanza ilitupa milioni 700, awamu ya pili imetupa zaidi ya milioni 300 na kitu. Kwa hiyo zaidi ya bilioni 1 imekuja kwa ajili ya ujenzi wa kituo chetu cha afya na kimekwisha kamilika.
na sio kituo cha afya tu majengo, na pia na vifaa tiba. Tunavyo vifaa tiba. Kipindi cha nyuma kama mnavyoona tulikuwa tunaelekea zahanati yetu ilikuwa inapokea wajawazito wengi sana. Mpaka wa mama wengine walikuwa wakienda kujifungulia katika eneo letu la Katoro. Lakini kwa sasa hivi tumeshatengeneza kituo chetu cha afya. Nafikiri unasikia idadi kwamba watoto wanaozaliwa kwenye mji wetu wa Katoro na Buseresere kwa mwezi tunafika zaidi ya 1000. Kwa hiyo changamoto ya wamama kujifungua ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwa sasa tuna huduma ya kituo cha afya kwenye eneo letu la kata ya Buseresere. Kituo cha afya chenye uwezo wa kufanya operation ndogo. Paka tunayo mitungi ya gesi pale inafanya kazi. Kwa hiyo tunavyo vifaa tiba. Nitumie nafasi hii kuzishukuru NGOs mbalimbali ambazo zimetusaidia vifaa tiba, na vifaa tunavyo, tuna mashine mpaka za vinywa. Kwa hiyo kituo chetu cha afya kiko vizuri, na nitumie nafasi hii kuipongeza serikali. Imetupa na ambulance pale kwamba mgonjwa atakaposhindikana kwenye kituo chetu cha afya tunalo gari la kuhakikisha kwamba tunampeleka kwenye huduma stahiki. Tunayo hospitali yetu ya wilaya, lakini pia tunayo hospitali yetu ya rufaa ya kanda ya Chato. Kwa hiyo kwenye upande wa afya kwa kweli niendelee kuipongeza serikali kwa namna ya pekee, kwanza ilivyoongeza bajeti ya dawa, na sisi tunanufaika na dawa zinazoongezwa kwenye bajeti, zinatufikia na sisi wananchi wa Buseresere. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuwaomba wananchi waendelee kujiunga na mifuko ya bima ili waweze kunufaika na hizo huduma zinazopatikana kwenye hospitali zetu, kwa sababu tunalo dirisha la bima ambalo linaweza likawasaidia. Wakati mwingine magonjwa yanatokea ukiwa huna pesa, lakini ukiwa na bima yako inaweza ikakusaidia. Tunazo bima ndogo, tunazo bima kubwa, lakini kwa mazingira tulionayo hata ukiwa na bima ndogo inaweza kukusaidia wewe kupata huduma zinazostahili pindi utakapokuwa hauna pesa. Lakini kwenye upande wa afya tuko vizuri pia, tuna madaktari wa kutosha, na sasa tunaenda kugawa huduma kwenye baadhi ya vijiji vingine. Kwa mfano kama Imwero tunakwenda kumalizia, kwa hiyo watu watakuwa hawawezi kwenda kufika kule. Lakini pia kwa sababu ya huduma ya zahanati zinakuwa ziko mbali, tumetengeneza utaratibu wa madaktari wetu kuwa wanaenda kutoa huduma katika vijiji hivi, hususan upande wa kliniki kwa ajili ya kina mama. Kwa hiyo tumetengeneza baadhi ya siku hawa watu wanatembea na mikoba kwa ajili ya kwenda kuwapima watu kule kwenye vijiji vyetu. Kwa hiyo huduma za kiafya kwa kweli awamu yetu tumefanya vizuri sana. Changamoto haziwezi kuisha, lakini kwa sehemu kubwa tumeweza kuzitatua. Lakini pia serikali, sisi kama Chama cha Mapinduzi kwenye upande wa maji, mimi kama kwenye kata yangu ya Buseresere nilikuwa na mambo matatu niliowaambia Watanzania wanaoishi Buseresere. Nilikuwa na mpango wa muda mfupi, nilikuwa na mpango wa muda wa kati, lakini pia tulikuwa tuna mpango wa muda mrefu. Mpango wa muda mfupi ilikuwa ni kutunza vile vyanzo vyetu vya maji vya asili ambavyo vilikuwa vikiendelea kutupa maji kipindi chote. Na kweli wananchi wameendelea kulinda vyanzo vya maji, wameendelea kufanya shughuli zao za kijamii nje ya mita 60. Japo sio wote, lakini wengi wao wameelewa kwamba lazima shughuli hizi zifanywe nje ya mita 60. Kwa hiyo wameendelea kuvitunza vyanzo vile. Lakini muda wakati, kwa sababu mimi pia ni mjumbe wa mfuko la jimbo la Chato, miongoni mwa madiwani wanaokaa kwenye mfuko wa jimbo, na mimi nikuwepo. Kwa hiyo tulishikiana na mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunamuomba tusaidie kupata visima virefu katika wilaya yetu. Na nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza kwa sababu tayari vijiji vyote kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato vimeshafanywa survey, na kuna baadhi ya vijiji ambavyo tayari vimeshachimbiwa visima virefu. Hata mimi kwenye kata yangu ninavyo vijiji viwili ambavyo tayari vimekwisha kuchimbiwa visima virefu. Ninacho kijiji cha Ibondo ambacho mpaka sasa wanachukua maji, ninacho kijiji cha Imwero ambacho mpaka sasa wananufaika na yale maji. Na mimi kama diwani wa kata ya Buseresere tuliomba halmashauri, tulielekeza halmashauri, kwa sababu mimi pia ni mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji. Vile visima virefu vinavyochimbwa kwenye maeneo yetu, kwa sababu vinachimbwa kwenye water table, ni lazima tuvifungie pampu, vipandishe maji juu ya tenki na viendelee kusambaza maji walau kila baada ya mita 100 kuwe na koki, ili tuweze kupunguza kero na huduma ya maji. Kwenye kijiji cha Imwero nitumie nafasi kuipongeza serikali. Imenipa zaidi ya milioni 400 ambapo tayari mradi ule umeshakamilika. Wananchi wa kijiji cha Imwero wananufaika na maji ya kisima kirefu, na tunaendelea kusambaza walau yafike kila kitongoji, kwa sababu maji yalipochimbwa ni kwenye water table, kwa sababu tayari tulishafanya utafiti. Kwa hiyo kisima kile kina uwezo wa kusambaza maji katika kijiji cha Imwero chote na kila mwananchi akapata maji. Lakini pia tulikuwa na mpango wa muda mrefu ni kuyatoa maji katika ziwa Victoria na kuhakikisha kwamba yanafika kwenye mji wetu wa Buseresere. Awamu ya kwanza tulikuwa tumepanga mradi huo, tulipendekeza upitie katika kata ya Makurugusi uje mpaka Buseresere. Lakini maamuzi ya serikali tuunganisha kata ya Buseresere pamoja na kata ya Katoro Rudete
kwamba kutakuwa na mradi mmoja ambao utatuhusu sisi wote, ambao ulikuwa unachukua zaidi ya bilioni 4.5, ambapo tenki kubwa limejengwa katika kitongoji changu cha Nyakasiku. Mradi huu tunavyoongea tayari umeshakamilika kwa 90% mpaka 95%, kwa sababu mpaka sasa maji hayo yanahudumia katika kijiji cha Buseresere na Mapinduzi, yako yanaelekea katika kijiji cha Ibondo, ili tuweze kupata maji ambayo yatakuwa ndio muafaka wa matumizi ya maji. Tutakuwa tumeondoa kero kwa 100% endapo maji ya kutoka Ziwa Victoria yataweza kuwafikia Watanzania wote. Tumeendelea kuweka koki katika maeneo mbalimbali ili watu waweze kupata huduma za maji. Tumetengeneza kamati za huduma za maji zinasimamia katika vijiji, na mimi wajibu wangu pale ambapo panahitaji maji kwa 100% kubwa, tunatafuta wadhamini, tunajenga tenki pale, tunatafuta watu wa huduma za watumia maji ambao watasimamia mradi ule, tunaweka tenki na wananchi wanaendelea kupata maji pale kwa bei nafuu sana, kwa sababu haya maji yanapatikana kwa gharama. Ili tuweze kulinda ile miundombinu, tunachagua kamati za maji katika maeneo yale ya wenyeji, ile miundombinu ili waweze kuitunza na waweze kuchangia, ili utakapotokea uharibifu aina yote wawe na kiasi chochote ambacho kinaweza kuwasaidia katika kuhakikisha kwamba wanarekebisha miundombinu hiyo. Kata ya Buseresere ilikuwa haina barabara yoyote ambao unaweza ukapita kwa gari, lakini hivi ninavyoongea, kwanza nipongeze serikali, ilituahidi kilomita 5 za lami. Leo tunayo kilomita 1 ya lami, ambapo tayari imeshatekelezwa kwa 95%, na ziko barabara zingine za vumbi ambazo tunaendelea kuipongeza serikali. Tulikuwa tuna barabara ambayo kutoka Buseresere kwenda Mlanda mpaka Imwero ilikuwa haipitiki. Nimepata kilomita 10.8 kutoka Mlanda kwenda Imwero, na barabara hii inaunganisha kati ya kata yetu na kata ya Makurugusi. Kwa hiyo na yenyewe mpaka sasa ina mkandarasi, ilikuwa na mkandarasi na mpaka sasa hivi bado ina mkandarasi, huduma zinaendelea kupatikana. Nitumie nafasi tena kuipongeza serikali. Tunao barabara ya kutokea Ibondo, Buyoga, Mwabagaru, inaenda kutokezea Msasa mpaka Kamanga kule. Nishukuru, niipongeze serikali, mkandarasi ameshakuja, tunasubiri hatua za malipo zifanyike, basi na barabara hiyo iweze kurekebishika. Ni barabara ambazo zimerekebishika miaka 2 iliyopita, lakini kutokana na mvua zilizonyesha ambazo hakuna kuweza kulaumiwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, barabara zile zimepata changamoto. Lakini niipongeze serikali kwa sababu tayari imeshaleta mkandarasi. Serikali inapokukabidhi mkandarasi ni kwamba jambo hilo tayari limeshafanywa kazi. Lakini tunayo barabara nyingine ilikuwa ngumu na mbaya kwenda kwenye kituo chetu cha afya. Nimpongeze mkandarasi huyu, bado alikuwa anasubiri malipo, lakini kwa nia njema ameamua kututengenezea barabara hiyo, kwa sababu ni barabara inayokwenda kwenye huduma za jamii. Wakati mwingine kumpeleka mgonjwa kwenye kituo cha afya ilikuwa ni shida, lakini barabara ile sasa hivi inapitika. Tumepewa tena kilomita 3 mkandarasi ambazo wameanza kufanya kazi kabla ya malipo yake, kutoka Ibondo kuelekea Buyoga. Barabara hizo zinapitika vizuri. Lakini pia barabara hizi kuna maeneo yalikuwa ni makorofi sana, hususan kwenye upande wa madaraja. Toka dunia hii yumbwe, kuna maeneo kulikuwa hakuna madaraja. Niipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Imetupa madaraja makubwa yenye gharama kubwa sana. Lipo daraja linalotenganisha mji wetu wa Buseresere pamoja na kijiji cha Miti Mirefu ambacho kiko kata jirani ya Katoro. Mvua zilikuwa zikinyesha, wanafunzi walikuwa hawawezi kuvuka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa kweli tumejengewa daraja kubwa sana pale. Tulikuwa na daraja jingine ambalo lilikuwa liko mjini na lilikuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wengi walikuwa wakipiga kelele juu ya daraja hilo. Lilikuwa linatenganisha kijiji cha Buseresere, kitongoji cha Buseresere pamoja na kitongoji cha Maweni. Kwa kweli daraja hilo limejengwa katika kiwango kikubwa sana. Na mimi nimeruhusu wananchi wa kata ya Buseresere wakati mwingine basi sherehe wakazifanyie pale, kwa sababu ni daraja ambalo limejengwa kisasa, lina mandhari nzuri, linavutia. Lakini hii yote ni kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi, hususan serikali ya awamu ya 6, imeendelea kuhakikisha kwamba inatatua zile kero kwa vitendo. Lakini serikali yetu haijaishia hapo. Nitumie nafasi hii kuipongeza serikali, nimpongeze meneja wetu wa TARURA. Tunalo daraja korofi ambalo lilikuwa linatenganisha kijiji cha Mlanda pamoja na Imwero. Kule Imwero kuna wawekezaji, kuna watu wanajenga, tunategemea kupata migodi mikubwa kama GGM. Kuna zaidi ya migodi 2-3 inafunguliwa kule. Lakini miundombinu ya barabara ilikuwa ni migumu. Tunao wakulima wa mpunga, sisi kwenye kata yetu tunategemea kulima mpunga kutoka katika kijiji cha Imwero, lakini walikuwa hawawezi kusafisha mazao yao. Wafanyabiashara walikuwa hawawezi kwenda kufanya biashara kule, na mvua zilipokuwa zikinyesha, mpaka walimu waliokuwa wanatoka kijiji jirani kwenda kwa ajili ya kijiji kile, siku hiyo walikuwa hawawezi kuvuka pale. Lakini hivi ninavyoongea
serikali naishukuru andiko ambalo limeishawishi Benki ya Dunia kutupa fedha na kujenga daraja hilo kubwa sana ambalo limechukua zaidi ya milioni 150 ambalo limeshajengwa na limekwisha kamilika kwa 100% na watu wanalitumia daraja hilo. Kwa hiyo mimi niipongeze sana serikali kwenye upande wa miundombinu ya barabara. Tunaendelea kuiomba serikali endelee kutujali, kwa sababu sisi kama kata ya Buseresere ni kata ambayo inaongoza kwa mapato kwenye wilaya hii ya Chato. Kwa hiyo tunapopata miundombinu hii, sisi tunazalisha faida kwenye halmashauri, tunazalisha uchumi kwenye serikali. Kwa hiyo tukiendelea kuboresha miundombinu vijiji vyangu, kwa sababu ni vya wakulima wanaofanya kazi kubwa, sisi huku tulishasema hapa ni kazi tu na kazi inaendelea. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuiendeleza kazi. Tutakapoboresha miundombinu ni kwamba tutaendeleza kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kata yetu na uchumi wa wilaya pamoja na taifa hili. Kwa hiyo sisi miundombinu tunaitumia kama fursa. Lakini tunao miundombinu ya umeme. Wakati tunaingia madarakani, hakuna kijiji kilichokuwa na umeme katika eneo letu la kata ya Buseresere. Lakini hivi ninavyoongea, nishati ya umeme imekwisha fika kila kijiji. Hakuna kijiji ambacho hakijafikiwa nishati ya umeme. Sema umeme kwa sababu tunautumia kama fursa kwa ajili ya biashara, tunautumia kwa ajili ya saruni, mashine za kusaga, tunatumia umeme kwa ajili ya biashara. Na sasa tunaendelea kuhakikisha kwamba umeme walau ufike kila kitongoji, ufike kwa kila barozi, kwa sababu umeme kwenye kata ya Buseresere watu wanauhitaji sana. Kwa hiyo hatuwezi kusema tuko kwenye zero. Tunaendelea kuiomba serikali ina kazi kubwa, lakini tunaendelea tunaomba manager ambapo tunapokuwa tunahitaji maeneo mengine vijiji tunaendelea kupata umeme na nishati. Nipongeze REA inaendelea kutoa huduma kidogo kidogo miongoni mwa vitongoji. Kwa sasa hivi inaenda kugawa umeme kila vitongoji. Mimi nishukuru serikali kuu, miongoni mwa vitongoji vilivyopata huduma mwaka huu mimi nimepata vitongoji viwili. Kipo kitongoji cha Gamuhimba na kipo kitongoji cha Maweni. Na mkandarasi ameshakuja na ameshazungukia vijiji hivyo na tayari umeme umeshawekwa. Kwa hiyo kwa sababu serikali ni utaratibu na maendeleo ni michakato, mimi ninaamini serikali ni inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Wakiendelea kuiamini, tutahakikisha kwamba kila mwananchi ni lazima apate umeme. Na sisi sera yetu kila mwananchi ahakikisha anawekewa umeme. Haijalishi nyumba yake iko katika hali gani, lakini tunahakikisha kwamba anapata umeme kulingana na mahitaji yake. Na hilo jambo tunaendelea kulifanya na ninashukuru wananchi wanaendelea kutuamini, wanaendelea kufanya wiring kwenye nyumba zao huku wakiendelea kusubiri umeme. Tunaendelea kuhakikisha kwamba umeme utamfikia kila mwananchi. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwenye upande wa utawala, sisi kwenye kata yetu ya Buseresere ni miongoni mwa kata ambazo kulikuwa na ugomvi mkubwa sana. Hata ugomvi wa dini uliinuka hapa Buseresere. Kulikuwa na Waislamu na Wakristo walikuwa hawachangamani. Lakini baada ya kunichagua kuwa diwani wao, haya mambo yamekwisha kabisa. Tunakula pamoja, tunafanya maendeleo yetu kwa pamoja, tunashirikiana kwa pamoja na kuhakikisha kwamba Buseresere ni yetu sote kwa pamoja. Nisingewaza maendeleo bila kuhakikisha kwamba amani ya Buseresere inapatikana. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza kwanza viongozi wa dini zote, kwa sababu mpaka sasa tuna ushirikiano mkubwa. Sisi mambo haya hayatajitokeza tena. Tumewekeana nadhiri kwamba kata ya Buseresere kwa sababu tuliyaona na yalikuwa hayana faida. Kwa kweli sisi tutakuwa ni kata ya mfano ambayo tutajihakikisha kwamba tunalinda amani tulionayo kwa ajili ya maendeleo ya kata ya Buseresere na wilaya ya Chato na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kwenye utawala tumeendelea kuhakikisha kwamba tunajenga utawala bora. Nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi wa vijiji, wenye viti wangu wa vijiji. Kila kijiji kinayo ofisi ya kijiji. Nilikuta kulikuwa hakuna ofisi za vijiji, lakini kila kijiji kina ofisi za vijiji. Na ninavyo vijiji ambavyo vina ofisi bora katika wilaya hii. Vinashika nafasi ya kwanza kwenye ubora wa ofisi za serikali za vijiji. Kwa sababu tumekubaliana kwa pamoja. Sisi miradi yetu inaanzia chini. Tunaanzia chini ili tuweze kupata ushirikiano kati ya wananchi wa zile huduma na sisi tunaoweza waliotupa dhamana ya kuwaongoza. Kwa hiyo tunazo ofisi ambazo wananchi wanaonyesha ushirikiano mkubwa. Tunazo ofisi bora na pia tunazo ofisi za chama. Kila tawi lina ofisi ya chama. Na miongoni mwa kata ambazo zina mradi mkubwa wa kibiashara ni kata yangu. Chama changu cha kata ya Buseresere tumeamua kuwekeza
vibanda ambavyo vinaingiza fedha kwenye chama chetu, kwenye akaunti ya chama, na tunaendelea kujivunia. Tunazo ofisi za jumuiya zote. Tunazo ofisi ya jumuiya ya vijana, tunazo ofisi ya jumuiya ya kina mama, na tunazo ofisi ya jumuiya ya wazazi, na pia tuna ofisi ya chama chetu. Kwa hiyo sisi chama chetu hatukutani mtaani. Chama chetu kinayo ofisi ambayo mambo yetu, tunapokuwa na jambo letu, tunaenda kulimaliza kwenye ofisi yetu. Kwa hiyo kwenye upande wa utawala tumeendelea kutekeleza kwamba walau kila jambo linakuwa na kila tawi linakuwa na ofisi. Lakini pia kata yetu ya Buseresere ilikuwa ni miongoni mwa kata mbaya, kata ambazo zilikuwa na sifa mbaya, hususan kulikuwa na wizi wa kila aina. Wakati mwingine kila mwizi au jambazi anapokamatwa katika maeneo mbalimbali, inaonekana kwamba anatoka kwenye kata ya Buseresere. Kwa hiyo jambo hili niliwaita wananchi wa kata ya Buseresere, nikawaambia kwa sababu wahalifu wote wako kwenye miongoni mwa familia zetu. Hakuna mhalifu anayetoka nje ya familia zetu. Tunaomba tushirikiane kwa pamoja kuwafichua wahalifu wetu, kwa sababu mwekezaji hawezi kuja kuwekeza kwenye kata yetu ya Buseresere kwa sababu anahofia mali zake. Ni washukuru sana wananchi wa kata ya Buseresere. Leo ni miongoni mwa kata bora kabisa ambazo hazina uhalifu. Watu leo wanaweza kulala milango wazi. Hatuwezi kusema tumelitatua tatizo hili kwa 100%, lakini kwa 90% limewezekana kwa sababu tunapata ushirikiano sana kwa wananchi. Tumetengeneza polisi jamii, tunaye polisi kata ambayo tunatupa ushirikiano, tumetengeneza ulinzi shirikishi, watu wajilinde wenyewe. Na jambo hili tumelifanikiwa kwa 90%. Kwa hiyo ninaamini tunaona kwa matokeo. Leo tunapata wawekezaji wengi sana wanakuja kuwekeza kwenye kata yetu ya Buseresere. Tumeona wadau wengi sana wanaendelea kuja kwenye kata yetu ya Buseresere. Wakati naingia madarakani kata ya Buseresere, kiwanja ulikuwa huwezi kukiuza kwa mtu yoyote. Kiwanja kilikuwa na bei ndogo, lakini kilikuwa hakiwezi kununulika kutokana na mazingira kiliokuwepo. Kulikuwa kuna siasa chafu, wafanyabiashara wanaonewa, kodi mbovu, kodi zenye kuleta kichefuchefu ambazo hazipo katika utaratibu. Lakini kwa sasa kata ya Buseresere wawekezaji wanakuja, wafanyabiashara wanakuja, na viwanja mpaka watu wanauza zaidi ya milioni 200-300 kiwanja. Kwa hiyo ni kwamba tumeongeza thamani ya maeneo yetu. Niipongeza serikali pia. Nilienda kuiomba serikali yetu kwenye upande wa ardhi, kwa sababu mji wa Buseresere ulikuwa ni squatter, ulikuwa mji ambao haujapimwa. Niipongeze serikali wakati ule kupitia Mheshimiwa Rukuvi ambaye alikuwa waziri wa ardhi. Tulipata fedha ya viwanja 1500 tulikopeshwa na serikali ili watu wapimiwe. Baada wanapokuwa wanalipa fedha, basi zile fedha zinarudi kwenye ule mfuko. Niipongeze sana serikali. Tumetumia nafasi hiyo, wananchi wa Buseresere wamepimiwa maeneo yao, watu wanalipa, hati wanapata. Leo viwanja vyao vina thamani kwa sababu hati zile wanaweza kuzipeleka popote na wakathaminiwa na wakapata fedha. Kwa sababu kipindi cha nyuma mtu ana nyumba nzuri, lakini kwa sababu haina hati hawezi kupata fedha inayostahili kutokana na nyumba yake. Lakini leo tunavyoongea watu wana hati, wananufaika na serikali ya awamu ya 5. Kwa kweli yako mambo mengi yamefanyika. Leo tunavyoongea tumepokea mkandarasi ambaye anakuja kutufungia taa katika maeneo yetu, taa za barabarani. Wananchi wa Buseresere wanafanya kazi usiku na mchana. Wakati mwingine wanafanya mpaka saa 6, saa 7. Kwa hiyo walikuwa na kero na changamoto ya taa za barabarani ambazo tumezipata. Tumempokea mkandarasi jana na tunaenda kupata taa 170 ambazo zitazunguka eneo letu la stendi ya Buseresere. Wale wa mama wajasiriamali wanaofanya biashara zao usiku na mchana, mimi niwatie moyo kwamba kilio chao kimefika kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuletea taa 170 ambazo zinakwenda kufanya mabadiliko ya kiuchumi katika maeneo yenu ya biashara, kwa sababu maendeleo ya mwanaume yote duniani nyuma lazima awepo mwanamke bora. Wanawake bora wakati ya Buseresere mlioamua kujifunga kibwebe kuhakikisha kwamba mnakuza uchumi. Mama jemedari wetu ambaye ameonyesha kwamba anatujali, ametuletea pia na taa za barabarani. Wito wangu sasa, ninaamini mmeisha yaona mambo mengi. Tumeongeza shule, miradi mbalimbali, kero na changamoto. TASAF wanaendelea kupata fedha kaya maskini, na mpaka leo wanaendelea kugawiwa fedha. Serikali hii imeendelea kutambua na kaya maskini, na sisi tunazisimamia zile fedha. Watu wa TASAF wengine wamenufaika na zile fedha wanazozipata, na mpaka leo wamebadilisha maisha yao.
Na haya yote niwaambie wananchi wa kata ya Buseresere na Watanzania kwa ujumla. Kata yangu ya Buseresere imeongozwa na vyama vya upinzani takribani miaka 15. Waje wajifunze kwenye kata ya Buseresere, waendelee kukiamini chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinawajali wa Tanzania kwa vitendo, sio kwa maneno. Waje wapime yaliyofanyika kwenye kata ya Buseresere. Maendeleo ya kweli yanapatikana kwenye Chama cha Mapinduzi. Wito wangu ni kuwaomba wale watu wenye nia njema ya maendeleo ya kweli wajitokeze kwenye chama chetu, waombe nafasi za uongozi kwenye chama chetu. Tarehe kuanzia mwezi wa 6 nafasi za udiwani zitakuwa ziko wazi, nafasi za ubunge zitakuwa ziko wazi, isipokuwa nafasi moja tu ya Mheshimiwa Rais, ambayo wajumbe wa mkutano mkuu wameamua kwa pamoja kwamba Mheshimiwa Rais fomu ni moja na imeshapitishwa. Japo wengine wanalalamika kwamba hakuna katiba iliyovunjwa, isipokuwa labda ni mila na desturi ambazo watu walizoea. Sisi wanachama wa kata ya Buseresere tunasema sio 5 tena kwa Mama Samia, 10 tena, kwa sababu sisi bado tunahitaji ulezi wake. Nimepata zaidi ya bilioni 8 kwenye kata ya Buseresere, ambalo ni jambo lilikuwa halijawahi kufanyika katika serikali zote. Kwa hiyo tumuunge mkono. Wabunge, viti vitakuwa viko wazi. Tuombe wale watu wenye nia njema kweli ya kuleta maendeleo kwenye taifa hili. Tuchukue nafasi kwenye chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Nafasi ziko wazi. Wanaweza kuongoza kata ya Buseresere kwenye nafasi za udiwani kipenga kitakapolia. Nafasi ziko wazi. Tujiandae kwa kutoa sera zetu. Wito wangu, tusinunuliwe. Watu wamejipanga kununua watu. Vita ya kununuliwa ilishapita. Tusikilize nani atakayetuvusha kwenye kata ya Buseresere, nani atakayetuvusha kwenye jimbo letu la Chato. Kwenye upande wa urais hatuna shaka kabisa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametekeleza kwa vitendo. Tunamuunga mkono, tutamsemea, tutamtetea, na wakati mwingine tutampigania kuhakikisha kwamba anaendelea kushika dola. Malengo ya vyama vyote duniani kushika dola. Tunakiombea Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola. Asanteni sana na Mungu awabariki.